OG. Kama kawaida. Kama niambie mwanangu. Za mishe. Mungu anasaidia, mishe zinaenda kama zilivyopangwa. Karibu tena kwenye lifestyle. It's a brand new day, au sio? It's a brand new day, it's a brand new day. Dala. Shapotea hapo, nishaacha kwenye 255. Ushaona. Sasa ulikuwa unasema wagwan na wagwan ni what's going on nigga. Ushaona. Afu unajua washikaji wengi wa Juma na yani in short ni kirefu cha wagwan. Kuna mtu anaambiwa wagwan na yeye anaitikia wagwan. Sio wagwan hapo wagwan nagwan. Nothing going on. Ushaona? Yeah. Kwa kama unataka kukariri phrase nini, kariri vitu kwa usahihi. OG. Ushaona? OG. Hapa siku nyingi mwanangu tunasoma nini? Muda unaenda. Halafu sio kwamba eti mwanangu ndo tulikuwa tunafanya kitu cha msingi sana. Ushaona? Unajua kuna vitu vidogo vidogo. Wewe umesoma logic. Ndio. Una vitu vidogo unashindwa kutumia logic. OG. Lazima utanasa. Ndio. Mfano mimi nina swali moja. Ngoja nikuulize swali langu. Mfano. Wewe umeingia zako ndani. Umeenda labda kwa sister yako, umeenda kumtembelea, si ndio? OG. Katika kumtembelea sister yako, umeingia mpaka ndani, ili unaingia ndani unamkuta shemeji yako anambatua nini makofi. Ushaona? Wewe sasa ndio kwa situation kama ile, ameolewa, wa ndoa, yani anamfumua kabisa na mimi ndo naona ndani. Anamweka makofi. Yani unaingia sasa ndio ile makofi nini tunajua Ushaona? Wewe sasa katika situation yako sisteri kabisa anapigwa. Yani ile mjomba kamtaitisha anaweka vipi? Ushaona? Wewe katika situation yako. Situation yangu ya kuisolve, si ndio? Logically. Kiukweli. Kwanza jambo la ugomvi kwanza sio zuri. Hatuwezi kulikubali swala la ugomvi, watu kupigana. Kwa sababu kwenye ugomvi mwisho wake unakoga sio mzuri. Either mmoja anaumia, umeona, au mwingine anapata matatizo zaidi. Subiri kwanza. Shemeji kamuoa kihalali. Sawa. Ni shemeji, lakini swala la ugomvi sio zuri Swala la ugomvi sio zuri. Nisikilize tisa. Wewe imagine, acha tu watu ambao unawajua hao, sijui ndugu nini. Acha na watu ambao unawajua. Imagine upo tu road, unatembea umeona. Mtatu washikaji wa mtaani wanazozana nini, afu ghafla mtu kamtia kikombe cha uso. Mwenzie yuko chini afu jamaa yuko anahaha. Ngoja sijamaliza. Nisikilize. Matter of the fact, wewe unapita tu hapo, hujaelewa sosi ni nini, umeona, unakuta washikaji wanapigana. Sio unaelewa, mmoja tu kapiga kikombe yuko chini, huwezi jua ndo kashaondoka hivyo. Unaweza kukuta tu ugomvi ulikuwa kawaida, kumbe mchizi alimuibia hata buku labda kitu cha kawaida tu. Sio unaelewa, lakini mwisho wa siku ugomvi yani ni tatizo, sio jambo la heri. Turudi hapo kwenye hiyo issue ya nani sister. Of course kama mimi nikikuta sister anapigwa, yani kwanza sitokuwa na amani. Yani sitokuwa kwamba nitavumilia, lazima jamani nitamvuta pembeni. Haiwezekani bwana, unampiga sister. Kwa nini unampiga sister? Kama moto mwachanisha. Nitamwachanisha ni kwa wakati huo. Kwa nini unampiga sister? Si unanielewa? Wewe uko unampiga, kuna namna nyingine ya kusuluhisha mambo. Si unanielewa? Sawa. Mimi nina swali jingine la nyongeza. Ndio. Mfano wewe sasa. Demu wako au mke wako. Ushaona? Bana wewe, mke wako bana wewe amekuchiti. Ushaona, umemkuta sina jamaa fulani afu ushamchana sana, ushaona? Ushamchana sana kwamba wewe asikia mwanangu. Mimi nikikukuta tena na ule jamaa mwanangu nitakuharibu. Siku umemkuta naye ndani, jamaa kafumua nini, ushaona? Kashapangalanyisha sana, ushaona? Anatokea mdogo wake, sister, yani mdogo wake mke wako. Ushaona? Wewe unataka react vipi? Subiri, akikustopisha amekosea? Yani akinistopisha amekosea. Mfano wewe sasa mke wako sindo kazingua, wewe umeenda umempiga. Ndio. Umeenda sasa umempiga. Ndio, mdogo wake na mke wangu, si ndio? Yani wewe mmefika labda home hivi. Ndio. Umemkuta labda mke wako, jamaa kakimbia. Wewe automatically, ushaona, umeanza kumbalasa na nilio. Wife, unajua? Alafu mdogo wake anaingia. Wewe unahisi unataka kuzuia au kuacha? Binafsi
Kwanza mara kwanza tulikuwa tunazungumza sasa hivi issue ya mke. Unajua issue ya mke ni kitu kizito. Yaani mwanzo upande nilokuepo mimi ndo nilikuwa mtetezi. Sasa hivi mimi ndo victim. Si unanielewa? Mimi ndo muhanga. Unanielewa? Nisikilize David, nisikilize David. Same story lakini nakupa majibu. Hii scenario ya pili, ngoja nianze na scenario ya pili. Kwamba mke wangu kachiti, si ndio? Nishamfumania nini kwamba afu mchizi alikuwa na china nishampa warning kibao, si ndio? Afu kwamba mdogo wake mke wangu ndo katimba. Ndio. Issue ya kwanza ndio mzozo lazima uwepo, lazima nimwashe makofi, lakini kama mdogo katimba, kwa sababu asitegemee mke wangu kwamba atabaki. Yaani kwamba mdogo atatimba nitamueleza situation bana, kuna 1 2 3. Sisi mpaka tumefikia hatua hiyo ya kupigana kwa sababu dada yako alishindwa kunielewa. Si unanielewa? Nilimpa subiri. Wewe upo kwenye sikia? Hiyo masuala ya maelekezo ushatoka. Upo kwenye action tofauti. Ndio, hapo nipo kwenye action. Nisikilize David, nisikilize. Yaani hapo unajua nishamdunda mke wangu. Sio ushamdunda. Yaani hapo unamdunda. Hapo namdunda, si ndio? Ndo dogo akatokea. Sikia, tunakaa tu kama dakika 3. Bwana sikia, achana na sister yako. Mimi kuna swala moja mbili nimemfumania dada yako yuko na mwanaume mwingine. Subiri. Jamaa nisikilize. Mlingi hapo tutabisha. Ngoja elewa swali langu. Jamaa alivyoingia mdogo wake na mke wako, una expect ya kuzuie? Kikawaida kwa sisi binadamu, yani kwa picture ya kwanza, hata kama angekuwa mtu mwingine angekuzuia, kwa sababu ugomvi sio kitu kizuri. Yani ugomvi kitu cha kwanza sio kitu kizuri. Haijalishi ugomvi wa kuachana, haijalishi ugomvi aina gani. Si unanielewa? Ugomvi unakuwa sio kitu kizuri. Ugomvi sio kitu. Si unanielewa? Mlingi, ugomvi sio kitu kizuri. Mimi sijakataa. But ushatempa bro. We bro upo hai muda huu yani. Ushaona? Kwanza kuna namna unaweza kufanya tu action ukatoka kaenda kupiga za koma vitu afu ukamrudia. Yaani sio kwamba naweza nikafanya, yani hivyo nafanya, hivyo vitu lazima nifanye. Kwanza kwenda kupiga za club kwa sababu iko kitu hakiwezi kuisha hapo. Kwa sababu iko kitu hakiwezi kuisha hapo hapa bro. Kwenye kumrudia? Kwenye kumrudia. Wewe umefika pale makofi, mambala, hujamshikia bastola, hujataka labda hata kumuumiza labda, unajua? Yaani makofi tu hivyo. Ushaona? Ghafla ndugu wake anaingia. Ndogo yeye atachukua action ya kwanza kutuseparate kama kwa dakika 2 hivyo. Sasa tulikuwa tunagombana. Wewe unahisi akikuseparate ni sawa? Hapana. Yaani sio sawa. Mimi kwangu, yani kwangu mimi labda kwa watu wengine, audience wengine ambao wanasikiza hii podcast. Mimi binafsi sio sawa kwa sababu kukuseparate sio sawa. Mimi binafsi na jibu langu sio sawa. Let's go back to nisikilize. Nakupa jibu kwa nini sio sawa. Mimi huyu nimemuoa. Si unanielewa? Ndio. Mother of fact nategemea nimemtolea mali. Tayari mshakuwa ndugu. Tushakuwa ndugu. Mwili mmoja. Ushaona? Kwa hiyo wewe na yule brother yake ni ndugu? Achana, mimi sijaona na brother yake, mimi nimeona na dada yake. Si unanielewa? Mimi na yule dada yake ni mwili mmoja. Sasa mmefanya mmekutana mmekuwa ndugu. Mimi ataniita mimi kama shemeji, mimi sio ndugu yake, mimi shemeji yake. Si ndio ndugu yake tayari? Sasa ndio, lakini sasa sio kwenye masuala yetu ya kifamilia. Si unanielewa? Yaani yeye na sisi familia yetu tofauti. Mtoto wake dada yako atakuita wewe nani? Mtoto wake? Dada yako. Anko. Sasa yule shemeji yako si ndugu tayari? Hata kama Makene. Nisikilize mimi Makene. Sawa niite ndugu lakini dada yake kachiti. Si unanielewa? Nimembonda. Subiri. Kwa sio sawa dogo akikuja kuachanisha. Hata kama akikuachanisha lakini sasa ugomvi wapenda nao kwani aniachanisha wakati mimi ni mke wangu? Sio sawa. Sio sawa. Lakini kuna namna nyingine ya kusolve hili swala. Si unanielewa? Kuna namna nyingine ya kusolve hili swala lakini ugomvi kunachanisha sio sawa. Subiri. Kwako wewe sio sawa. Sio sawa. Kwako wewe sio sawa. Sio sawa. Akija kukuachanisha hata kama akafanikiwa na vivyo. Bro. Kaja kutendea haki. 100%. Bro, ngoja ngoe kitu kimoja. Mimi Mkatoliki. Mimi mwenyewe Mkatoliki. Sisi wa Katoliki tunaamini kwamba kishaoana na mwanamke tunakuwa na mwili mmoja. Yaani mpaka death. Si unanielewa? Ndio. Yaani sisi ni familia yetu. Yaani kinachoendelea ni sisi, mimi na yeye. Si unanielewa? Wewe umenichiti. Si unanielewa? Ndio. Kwenye mzozo mdogo wako katokea. Ndio. Si unanielewa? Ndio. Alafu unataka tuachanishe. Ndio. Sawa, kashatuachanisha. Wewe unataka nini tena?
Kwamba mimi ndo nitalizia kwamba wewe yani kwamba ushafanya kosa baada ya kutuachanisha ndo kwamba ndo nilizie kwamba yani kwamba ndio kitu kiisha hapo hapo. Hapana. Hakitaisha sasa. Yani iko kitu hakitaisha. Anaweza katuachanisha lakini later on kipigo kikaa pale pale. Ushaona? Sawa. Kwa wewe sio sawa. Of course. Turudi sasa kwenye question A. Question A inasema wewe umemkuta shemeji yako anampiga waifu wake ambaye ndo sister yako. Yes. Wewe utaenda kumwachanisha? Aha, sasa hapo nakujibu kama mtu mwingine. Si umenielewa? Hapo nisikilize vizuri. Hapo nakujibu kama mtu mwingine. Nisikilize. Hapo najibu kama nipo kwenye position nyingine makeni, nisikilize. Mimi ndo nimekuja kwenye tukio. Ndo nawaona mnapigana. Yaani mimi sijui chanzo ni nini. Aidha kuna mmoja kachiti au kuna mmoja akafanya kingine. Yani option yangu ya kwanza lazima niwachanishe huo ugomvi kwa sababu at the end ndio ni tatizo. Yaani inaweza kaa zaidi ya hapo, mmoja anaweza akaumia zaidi. Unaweza kukuta tatizo inaweza kaa dogo au inaweza kaa chiti lakini huna hata ushahidi. Yaani ila mwisho wa ugomvi it's a big problem. Question 2 umesemaje? Akikuachanisha sio? Akiniachanisha sio sawa. Binafsi hiyo naongea kama binafsi. Sio sawa. Yeah. Naongea kama binafsi Kwa sababu gani? Wewe tayari mshakuwa ndugu na bibie na dogo na sasa hapo nazungumza kama mwanaume. Mimi ni mwanaume wa familia, mimi kama baba familia, si unanielewa? Mimi nazungumza hapo kama baba familia, huko nazungumza kama ndugu. Nikizungumza kama baba familia, I make decision. Yaani kuna vitu watu hawajaelewa. Sawa, mimi sijakataa kama una make decisions. Unaona? Sikia mlingi, mimi sijakataa kama una make decisions. Si ndio? The same situation imehappen kwa mtu mwingine. Ushaona? Ambaye ndo shemeji yako. Ushaona? Umeingia mjomba anajipigia zake kwamba hapa ndo tushakuwa kwa Rashid Matumla. Bro, sister yangu mpigi. Bro, yani sister yangu ambaye nimekuwa naye. Kwa haki sio. Nisikilize. Sasa ngoja nakujibu. Nisikize nijibu. Sister yangu ambaye nimekuwa naye, dada yangu ambaye kanilea. Umeona? Kuna movement nimepita naye za shida alikopo na mimi. Si unanielewa? Nimeingia tu kusalimia kwako, ugomvi ngumi ngumi. Hata kama yana makosa. Ile damu mzee. Si unanielewa? Ile damu lazima tu, yani lazima nafsi itaniuma. Hapana, sister hizi kupigwa mimi nipo bro. Si unanielewa? Ndio anaweza kachiti lakini anapigwaje mimi? Hata yeye mwenyewe sister ndio anapigwa lakini mdogo wangu yupo. Sawa mlingi. Ushaona? Of course. Sawa upo mdogo wake. Ushaona? Na wewe utaenda kuachanisha ule ugomvi. Ushaona? Kwenye question 2 wewe kama mhusika wa the same situation umesema sio? Sasa question 2 hapo unajua nini? Yule mdogo wake alivyosubiri, yule mdogo wake naye alivyokuja hakujua ni nini kinaendelea. Sasa unaona? Yaani hapo na mdogo wake naye ni haki yake kuachanisha. Ni haki yake. Yaani huwezi kumpinga. Na akikuja kuachanisha sasa huwezi kumrudia ngumi, sio kana yaani mnapigana na kuja kuachanisha. Bwana sikia, kuna 1 2 3. Yeye mwenyewe ata acknowledge au kama kuna 1 2 3 mmetumia njia gani kusuluhisha? Sio kama ni muelewa mdogo wake, kama ni muelewa na hekima atauliza mmeitumia njia gani kusuluhisha? Sio unaelewa? Akikwambia okay, nilishamwambia zaidi ya 2 times hakunielewa. What did you take? Subiri kwanza. Haya mambo ya mahojiano ni kama tumekubali kuseto. Hapana, yani hapo mahojiano ni pale ambapo yule dogo ashakuja David. Si unanielewa? Ile ni damu. Yani hizo ni scenario mbili tofauti. Wewe unasema kama wewe ndo ungekuwa ndo mume sio sawa. Ila wewe kama ungekuwa ndo mdogo ni sawa kwenda kumwachanisha, ushaona? Sikia. Mimi kama mimi siachanishi. Mwachanishi. Labda kama ameshika bastola au panga. Yani sister yako ambaye alikusaidia kwamba wakati wa taabu mdogo wangu wakati tunapambania elimu, yani wewe umeingia kwake kumsalimia bana sister habari, yeye tu ndo nakuta pale bab sebleni sister yako anakula makofi. Achana na vitu vyote kama ujui sababu, yani umeingia tu kwa sister ngumi. Makene ngumi. Makene damu nzito kuliko maji makene. Mimi siachanishi. Makene damu nzito kuliko maji. Usiseme uachanishi. Bana. So swala kusema bana. Serious kweli. Wale ni watu wazima. Wale wameoana. Pale kuna ndugu zangu wawili.
shemeji na yeye sister. Ushaona? Mimi sijui sister amefanya nini mpaka huyu jamaa amekuwa this pistol. Swala la kalaka hapo. Swala la kalaka hapo. Si umesema hao washawana? Ndio. Let's say kwa sababu sisi kuna vitu ambavyo hatuwezi kupanga, si ndio? Mungu, Mwenyezi Mungu ndo anapanga. Ndio. Mungu sio Asmani kesho unaamka bahati mbaya sister katangulia mbele zake. Nisikilize sijamaliza. Huyo ni sister. Si unanielewa? After 1 week unakutaba mume wake naye atakatangulia mbele zake. Yaani where will you feel more pain? Ngoja nakwambia unless nimekuelezea tukio. Makofi tu. Hamna ugomvi, ni ugomvi makeni. Huwezi kusema makofi kwa sababu mwisho wa makofi kuna uamuzi sio mzuri. Sikilize my side. Ushaona? Wewe umeelezea side yako na zote umedeny. Wewe umeona dogo kwamba sio haki yake kuja kuna niliu kuja kukuachanisha, ushaona? Pia wewe ukasema kwamba wewe ni haki yako kwenda kuachanisha. Mimi nimeingia kwenye nyumba ya wenyewe. Ushaona? Mimi sijui ugomvi ni nini. Ushaona? Ndio. Ila ninachojua mpona akili timamu sana mpaka mmefikia kwenye hii situation ya ugomvi. Ni kama mchongo umeanza long time na wewe sister hujawahi kusema kama labda unaonewa au vipi. Mimi sijali. Let's say kwamba sister ndo victim. Sikia bana, jamaa ametoa mahali bana. Pale ana discipline mali yake. Ushaona? Pale mimi sijui bana kilichoendelea. Jamaa ana discipline mali yake. Mimi sijui kinachoendelea. Kwa kisa mchizi katoa mahali ndo sister cheat. Sasa hiyo swala unaona? Unaona? Subiri. Swala la sister tena. Sister hataki kuchiti. Kumbe hatakiwi kuchiti. Sasa wewe unaachaje ugomvi wakati sister yako anapigwa afu yuko kwake? Yaani unaona upo live kabisa, unaona kabisa wanapigana. Mimi sijui aidha amechiti aidha ameiba. Yaani subiri. Question 2 nimekuelezea swala ambalo wewe unalijua kwamba mke wako amechiti. Yule dogo ambaye alikuja hajui kama sister yake amefanya nini. Question 1 ni kwamba wewe hujui. Wewe ndo una play ile part ya yule dogo. Ushaona? Wewe hujui yule sister yule nani sister yako amefanya nini kwa mwana. Ushaona? Umeona, umeelewa swali langu? Mimi nipo kwenye question 1. Ushaona? Question 1 mimi sitaamulia kwa sababu mimi mwenyewe nikiwa na discipline mke wangu nisingependa kuamuliwa. Japokuwa ni kitu kibaya. Ushaona? Mambo ya ugomvi. Ila mwanangu nishashuhudia ugomvi mmoja. Demu anapigwa na mume wake, anaikuja kugombelezea. Mke wake yule jamaa anamwambia yule jamaa anayeamulia, oya, usikaa mbali, acha tu amalize hasira zake, tumalizane, anisamee. Serious kabisa. Mtu kasema hivyo? Jamaa kabakofu. Zikaendelea kuchapwa. Demu anagongwa live. Mimi sijui kama ni mke wake au ni nani, ila demu alimwambia mchizi kwamba usiingilie. Kwamba sikia, usiingilie huu mchongo. Mwacha endelea nigonge amalize. Ushaona? Itampunguzia hasira zake. Ushaona? Na demu wakati anaongea in that situation, oya, yuko very humble, anamwambia mchizi kwamba wewe mwanangu achana naye amalize hasira. Yaani anaongea yupo guilty kwamba kuna kitu amefanya sio amefanyaje. Ushaona? Yaani yupo guilty kwamba kumbe alifanya kosa. Sasa mimi sijajua amefanya kosa gani. Okay, basi hapo mimi nina swali. Kama huyo dada kabisa alisema kwamba mchizi asiingilie. Sasa mimi sijakumaliza jibu langu. Sawa, hapo mimi nataka yani a quick question. Kama aliweza kusema usiingilie, it means yule mwanamke ndo alikuwa guilty, si ndio? Ndio. Kwa alilizika anavyopigwa. Alikuwa analizika. Si unanielewa? Kwa it means ugomvi sometimes unaweza ndo solution ya mtu. Mimi sijamaliza. Jibu langu ni kwenda kusema ni hivi, sitaamulia. Nitapoa zangu pembeni. Ila kama tukija kuna niliu, tukija kugundua kwamba sikia bana sister yako jamaa alimgonga kwa sababu tu ya kipumbavu,
ambayo haieleweki. Tunabondana. Mwanangu nitakutafuta, kuna siku nitakugonga. Hautaamini. Yani lazima tumlete vagi. Kuna siku nitakutafuta, nitakugonga 100%. Yani lazima tumletee vagi. Kama mbwai uwe mbwai, kama mbwai uwe mbwai. Kwa sababu gani? Mimi sijataka nimekujibu question 1 na question 2. Kwa sababu gani? Mimi nimefeel guilty kwamba sikia, hata mimi mwenyewe ingekuwa situation ndo yangu. Mtoto amecheat na nini? Demu amecheat alafu labda si ndo wife. Bro, dogo kaa pembeni. Acha tu ni discipline mali yangu. Umeshaona? Kwa sababu hapa bora ni tuchapane hata makofi hivi. Kidogo naweza nikapunguza hata hasira zangu tukaendelea kulea familia, kwa sababu vitu ambavyo tumebeba nyuma ni vikubwa kuliko ambacho hichi tunachoenda kusolve sasa hivi. Umeshanisoma? Mimi mwanangu sijui future, lakini mimi naweza nikakamata mwanamke ana cheat. Kwenye moja ya majibu yangu ambayo yapo kichwani, kumsamehe lipo. Kumsamehe mwanamke ana cheat ambaye ni mke wako wa ndoa? Kwenye moja ya answers zangu hilo lipo. DFD, inategemea na situation. Yaani mke wako kakucheat unamsamehe? Inategemea na subiri sijakuelezea. Inategemea na situation. Inategemea na situation. Kwenye situation ambayo atakuwepo na mimi nitakuwepo. Ushaona? Unajui, naweza nikasamehe. Yaani mimi naangalia damage. Damage itakuwa kubwa sana au damage itakuwa ndogo sana tukiachana. Kama damage haitakuwa kubwa sana tukiachana, sawa, hatutaachana. Kama damage ikiwa ndogo sana tukiachana, tutaachana. Mimi nafikiri ile swala tuachie audience. Tuachie audience. Ila audience mwanangu hao ndio wamekuja na ubishi wananilio. Hawa Gen Z na millennials. Sema na hiyo mimi sijui lakini ubishi fulani hivi wa kiduanzi. Yani sema Gen Z siku hizo wanakuja. Ubishi wa kiduanzi kwa sababu si wote mwanangu tunataka the same goal. Ushaona? Si wote tunataka the same goal, kwamba sisi wote njia yetu ni moja. Ushaona? Inabidi yani sikia, wote tunasuffer the same consequences. Wote tunalalamika na mambo ya mapenzi, sijui mtu amecheat, amefanyaje. Wote tunatafuta kazi, wote tunataka kujenga sijui future. Wote yani kama ile Spider-Man meme tunanyoshana vidole. Unaona? Huyu uliporo. Huyu ndo. Hasa ndo nini? Unaona? Vitu vya kimawenge. Unaona? Mimi mtu akianza kuniambia, kwanza mwanangu siku hizi mwanangu milioners wana tabia moja. Ukiwa milioners wana tabia moja ya kiduanzi sana. Mimi sifagiliagi, ndo maana kwenye sehemu ambayo watu wanakaa watu wazima au watu ambao kidogo wamenizidi umri, huwasitangiagi kitu unless it's about money au vitu vingine. Ila kama tu ni soga za mtaa kama hivi tunavyopiga kwenye lifestyle hapa, huwasitangii, kwa sababu mwanangu tu unaweza kutoa point, a valid point mwanangu. Unaweza kutoa a valid point, lakini mwanangu mchizi akaanza kukuuliza, "Wadogo na miaka mingapi?" Hiyo no point. Alafu ukamtajia dawa mwanangu, mimi nipo 26 labda. Unaona, mimi nipo zangu labda 26. Anakwambia ndo maana dogo unauliza maswali ya kiduanzi. Kumbe utasikia kumbe Gen Z. Subiri, but mwanangu siku tunakaa hivi kama wiki 2 wiki 3 unashangaa tu wanaandaa kipindi huko. Jamaa tu anaongea point ambayo mimi nilimpa. Unaona? But yeye tu aliona kwa kuwa dogo bado miaka unajua hata kitu. Yaani ashaika kitu chake kwenye moyo kwamba hiki ndo right, hamna babu. Kama wewe unajua pia na mimi kuna vitu najua. Of course, yani ndo navukua. Ukiangalia siku hizi millennium, yani achana na hiyo issue, yani kwamba ukishaongea hivi kitu ndo anakuja. Millennium wana ile tabia fani kujiona kwamba sisi ndo watu wazima. Si unaelewa? Yani kuna ile kujiona fani huyu tushamaliza. Ila ukiangalia bro hana kitu. Unaona? Haelewi like bro ipo kwao. Si unaelewa? Bro ana future lakini bado kwa kuwa tu amefeel mimi big boy nini sasa hivi. Bado ana ile notion kwamba mimi ni mkubwa bro, ila sasa hivi kuna 1 2 3 mbona hivi vitu huna. Si unanielewa? Yani lakini upo hapa criticize. Yani upo hapa criticize, yani unatenda vitu ambavyo havina msingi, lakini kuna vitu vya msingi ungefanya, ungekuwa mbali. Si unanielewa? Mimi nahisi babu, yani kama si labda ni utani si na nini, lakini hiyo kitu ya kiduanzi. Hapana bana, ila kiukweli mimi binafsi kusema kweli mimi sijapendezwa na. Hatukatai kama tunakosea jinsi. Tunakosea kinoma. Sio hivyo maki. Yani sio hivyo na milioni na wenyewe wanakosea sisi. Sio hivyo David. Millennium yani
wanaweka yani Gen Z wako upande, yani walipouweka Gen Z ni upande mbaya sana. Gen Z hata kama akiwa na idea nzuri, umeona, ila kisa yuko Gen Z, kisa ni Gen Z. Yani kisa Gen Z. Yani ile Gen Z ilivyowekwa dogo. Udogo, yani hana mwelekeo, mlukaluka, yani muuni, si unaelewa mambo ajabu ajabu, lakini Gen Z kama amekosea run facts mwambie, sikia kwa fact hapa ni kitu hiki na hiki na hiki, dogo hapa umerusha hapa, unachanganyikiwa tu, fanya hiki na hiki na hiki. Mbona kuna mentors tunao wazuri tu. Millennium wana system moja hivi ya latest, ndio system ya maisha, kwamba wanaamini kwamba everything ni hard work. Si unaelewa, yani kwamba lazima nitoke asubuhi, lazima nirudi nyumbani. Amna pia kuna millennials naamini sasa hivi. Nisikia makini, 75% ukiacha zingine. Millennium wanaamini kwamba everything is about hard work. Si unanielewa? Ngoja nikupe picha. Millennium wanaamini kwamba sasa hivi ili upate pesa lazima utoke nyumbani ukahangaike. Ila Gen Z amekuja na idea tofauti bro. Hizo yani iko ndo sio facts. Sio kama tukosea bro, tunakosea, but hii criticization ambayo inaendelea hii ya kimawenge. Sasa nani akusema kwamba ukakosea ukapatia? Hicho sasa ndio mimi naongelea hapa kwamba yani, asiwepo mtu wa middleman. Wewe usiweze kuniambia mimi kwamba nimekosa nimepatia. Wakati na wewe tu wote tunachonga barabara moja. Lami haijakamilika. Mbona wewe unasema eti lami haiwezi kukamilika? Au wewe unaharibu lami huko nyuma? Lami iko wapi? Watu wanasema siku hizi barabara vipi? Si tunachimba tu hapa, tunaweza tukachimba sehemu nyingine tukaendelea. Wanasema sana Gen Z ndio watu ambao wanashinda sana ma clubs sijui wapi. Lakini ukiangalia asilimia Gen Z sasa ndio wanaingiza pesa nyingi, vijana wadogo ndio wanaingiza hela. Acha hivyo, hata mademo wanalalamikiwa kwamba wasikia demo anapewa sana hela, sio? Kwani wanapewa hela na kina nani? Si millennials. Nyie ndio mnawapa hela, nyie ndio mnaendesha hii naniliu hii kampeni hii inazidi kuwa ya kisenge. Sawa. Baridi babu.